Leo ni tarehe 1 Januari mwaka 2026. Mwaka mpya umeanza, lakini swali sio mwaka umeanza. Swali ni wewe unaanza nini tofauti? Miaka mingi inapita, watu wanazeeka, lakini vyanzo vya mapato havibadiliki. Ndiyo maana leo tuanze mwaka kwa kuelewa chanzo cha kwanza cha utajiri wa mtu binafsi duniani. Wengine wataanza mwaka na maombi tu, wengine na ahadi tu, lakini wachache wataanza mwaka na maarifa mapya. Kipengele cha kwanza cha vyanzo vya utajiri wa mtu binafsi duniani ni biashara. Karibu matajiri wote duniani wanamiliki biashara. Si lazima wawe wanafanya kazi ndani yake kila siku, lakini wanamiliki mfumo unaozalisha pesa. Biashara ni nini? Kwa lugha rahisi tu, biashara ni kutatua tatizo kwa watu wengi kwa njia inayorudiwa huku ukipata faida. Ukirudia kuuza muda wako pekee, sio biashara, ila ukijenga mfumo unaofanya kazi hata bila wewe, hiyo ndiyo biashara. Kwa nini biashara hutengeneza utajiri mkubwa? Sababu ya kwanza, haina kikomo cha mapato. Mshahara una ceiling, yani kikomo. Biashara haina limiti. Unaweza kuuza bidhaa 10 leo, 1,000, hata 100,000 na zaidi. Mfumo wake ni ule ule. Sababu ya pili, biashara hukua, yani scalability. Leo una wateja 10, kesho 1,000. Mmiliki anapata faida bila kuongeza kazi mara 1,000. Sababu ya tatu, biashara inalipa hata ukiwa haupo. Kama pesa haikuingii bila wewe kuwepo, bado unaajiriwa au umejiajiri tu. Biashara ya kweli ina wafanyakazi, ina mifumo, ina ratiba na ina uongozi. Aina za biashara zinazojenga utajiri duniani. Biashara ya kwanza ni biashara za bidhaa, yaani chakula, viwanda, kilimo cha biashara na usindikaji. Biashara ya pili ni biashara za huduma, yaani huduma kama vile usafirishaji, elimu, afya na teknolojia. Na aina ya tatu ya biashara ni biashara za mtandao kama vile content creator, platforms, e-commerce. Mfano rahisi huku kwetu ni kama unavyozungumzia mawakala wa kibenki, wa mitandao ya simu na kadhalika. Lakini mfano pia mwingine ni kama vile mkulima
anauza nyanya shambani, sawa sawa atapata kipato kidogo, lakini akikusanya akasafirisha akauza sokoni anapata faida zaidi. Lakini akiongeza usindikaji, utajiri hapo ndo unaanza. Hapo umeingia kwenye biashara, sio kilimo cha kawaida. Makosa yanayowafanya watu wasitajirike kwa biashara: kuanza bila maarifa, kukosa soko, kuingiza pesa zote bila mfumo, kutotenganisha pesa ya biashara na ya matumizi. Siri ya mafanikio ya biashara ni kwamba biashara unaongeza maarifa, unaongeza nidhamu, sawa sawa na utajiri wa muda mrefu. Sio lazima uanze kubwa, lakini anza fikra kubwa. Kama unataka kujenga utajiri, anza kumiliki biashara. Ijenge iwe na mfumo, ifanye ikulipe hata usipokuwepo. Mambo mengine ya ziada haya, hata kama umeajiriwa au umejiajiri, jenga mfumo wa biashara ya ziada, kwa sababu viongozi wakubwa duniani kama maraisi, wabunge, mawaziri na wafanyakazi wengi, utajiri wao haupo kwenye mishahara yao, upo kwenye biashara wanazofanya, kama viwanda, usafirishaji, vituo vya mafuta, mahoteli mbalimbali, mashamba, shughuli za mitandaoni, majumba, migodi na kadhalika. Unajua ni kwa nini? Utajiri hauwezi kujengwa na mshahara wenye kikomo. Kama mshahara wako una kikomo, na ndoto zako zina kikomo pia. Biashara haina kikomo. Somo hili bado ni mbegu. Video ijayo tutaeleza kwa undani zaidi hizo aina 3 za biashara zinazojenga utajiri duniani, yaani biashara za bidhaa, biashara za huduma na biashara za mtandao. Kazi yako ni moja tu, ndugu mpenzi mtazamaji wa video hii, ni kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi zitakapotoka, kulike kuonesha umependezwa nayo, na kukomenti pale ambapo hujaelewa, kilichokugusa zaidi na unachohitaji ufafanuzi wa haraka zaidi. Enjoy and happy new year.